Wangapi wanaamini kwamba leo ni siku njema kwao? Wangapi wanaamini kwamba leo watamuona Mungu zaidi sana? Amina. Mungu awabariki sana. Kipekee nina furaha kuwa mbele yenu kwenye madhabahu hii ya Mungu takatifu. Mungu anitie nguvu zaidi na zaidi ili kile alichokiandaa kiweze kupokea katika roho ya kweli. Amen. Basi naamini kwamba siwezi kunani ila tuendelee mbele kwa sababu tumeshaombea. Neno letu siku hii ya leo somo kinasema upofu wa moyo. Katika upofu wa moyo, naamini kila mtu anajua hali ya upofu ikoje. Upofu kwa hali ya kawaida, tukiangalia katika macho ya nyama, ni ile hali ya mtu kutokuweza kuona, yaani kupoteza hali ya uono. Anasema kipofu ni hali ya kupoteza uono, hata usijue pa kuelekea isipokuwa kwa kupapasa, kuongozwa na kuhisi. Na mara nyingi mtu kipofu hana nuru ila giza ndani yake, haoni mwangaza. Mtu ni kipofu. Ni kama wewe nikikwambia sasa hivi funga macho yako ili uniambie unaona nini mbele yako, itakuwa ni ngumu sana. Amen. Yeah. Na pia kipofu huwa anakosa uhuru wa mambo mengi na hata kushindwa kuona uzuri wa uso wa nchi na vitu vilivyomo ndani yake. Hii tunaongelea katika hali ya mwili wa kawaida, yaani tunaongelea macho ya nyama ya kawaida. Na ndio maana Biblia inatuelezea pia juu ya habari ya Bartimayo kipofu. Nafikiri kila mtu mnafahamu historia ya Bartimayo. Huyu alikuwa anategemewa kuchukuliwa na watu kupelekwa katikati ya njia. Kazi yake kuu ilikuwa ni kupaza sauti kuomba ili aweze kupewa msaada. Maana kwa maana nyingine, mtu kipofu hawezi kujisaidia yeye mwenyewe, anategemea msaada. Hiyo ni hali ya kipofu kwa mtu wa kawaida, macho ya nyama. Na hii tunaongelea katika hali ya mwili kuhusiana na Bartimayo. Lakini sasa hapa siku ya leo, Jumapili ya leo, tunaongelea moyo kipofu au upofu wa moyo. Tunapozungumzia upofu wa moyo, huu ni moyo usioona yaliyomo katika ulimwengu wa roho. Yaani ni ule moyo ambao hauoni katika ulimwengu wa roho. Kama ulishawahi kusikia macho ya roho, wangapi wanashawahi kusikia kitu kinasema macho ya roho? Yaani kuona rohoni. Unapewa uwezo hata kutambua maadui zako rohoni. Wanakuwazia nini? Wana nia gani juu yako? Hayo ni macho ya roho. Sasa unapokosa macho ya roho, ukaa kipofu, ndio hapo tunaita upofu wa moyo. Kwa kuna mambo mengi katika hali ya roho utashindwa kuendana nayo au kuyaona kwa sababu una upofu. Tunapozungumzia upofu wa moyo, huu unaathiri pia hata katika mwili, katika hali ya kawaida. Unakosa nuru na dira sahihi katika hatima ya safari yako hapa duniani. Kumbuka tuko duniani, si kwamba ndo tumefika. Hapa duniani tunatembea, ni safari, tuko safari. Ila sisi ni wateule wa Mungu ambao tunaamini tutakwenda kurithi pamoja na Kristo Yesu. Amen. Hii ndio habari nzuri. Lakini sasa unapokosa uono katika hali ya roho, maana yake unakosa dira na nuru sahihi ya wewe kutembea katika safari yako, unaenda katika safari yako ya hapa duniani kuelekea mbinguni. Kwa hiyo utajikuta mtu unafanya makosa mengi, unatenda uovu, lakini wewe unahisi uko sawa tu na wala huna wasiwasi kwa sababu una upofu wa moyo. Amen. Huu ni moyo ambao, moyo mpofu ni moyo ambao unaweza kuamini kwamba yupo Mungu, lakini usiamini juu ya uwezo wa Mungu. Yaani kwa kawaida moyo unakuwa unaamini yupo Mungu, lakini uwezo wa Mungu haiamini.
matendo makuu ya Mungu hauamini, huo ni moyo kipofu. Yaani yule mtu ambaye unaweza kuwa unaamini kwamba yupo Mungu, lakini katika mafanikio yako unaamini juhudi zako na nguvu zako, kwamba si Mungu aliyekuwezesha. Hapa ni shida. Ukiona namna hiyo, yule mtu una upofu wa moyo. Unaamini uzima na furaha unapatikana katika fedha na vitu. Unasahau kwamba uzima, pumzi ya uhai ni Mungu anayetoa. Unaweza kuwa unatembea lakini ni mtu ambaye ni mfu na usitambue, kwa sababu una upofu wa moyo. Na mara nyingi sana upofu wa moyo una athari nyingi sana, ikiwemo mojawapo ya kufa kiroho. Kwa sababu kila kitu utakiona ni kawaida, hata kama kinakwenda kuingiza shimoni huko, kunaona ni kawaida, kwa sababu usiuone. Na hata mtu akikwambia huwezi kuelewana naye, kwa sababu wewe una upofu wa moyo. Sasa unatakiwa upofu Mungu aingie akuponye, akufungue macho yako. Amen. Wangapi hapa tushawahi kuumwa tukaenda hospitalini, tukapatiwa vipimo, tukapatiwa na dawa, hata mimi mwenyewe pia. Lakini imani yako kubwa inakupa katika nini? Inakupa yani imani yako katika dawa, kwamba unaweza kupona kupitia dawa. Lakini unasahau kwamba wapo ambao wameumwa kama wewe, ugonjwa kama wako, wakapewa dawa kama zako, lakini hawakuweza kusurvive, walikufa. Kuna siku nilienda hospitalini kwenda kupima, afuli kupoa tu, lakini nilisema ngoja nikacheki afya yangu. Kwenda kupima na malaria wadudu 8, nisema 8 sio tabia, mnafahamu wenyewe. Afu mtu anadundika, tunakati kuna mtu mwingine mdudu mmoja au wawili kalala chali. Ushaona? Na mwingine sio kalala chali, mwingine kaondoka. Sasa hapa nikikuuliza wewe, unaamini katika uponyaji, yani uponyaji katika dawa, au unaamini uponyaji katika Mungu anayewezesha hiyo dawa kuponya? Sasa ukiwa na upofu wa moyo, unakupa kuamini dawa ndio inayokuponya, lakini sio Mungu ndiye anayekuponya kupitia hizo dawa. Hapo unaweza usinielewe. Ndio pale nakwambia hivi, wako walioumwa ugonjwa kama wa kwako na wakapewa dawa kama za kwako, lakini hawakupona. Ila wewe umeumwa, umepewa dawa zile zile na ukapona. Kuna utofauti kati ya hao watu wawili. Kuna mmoja alienda akiwa anaamini kwamba dawa ndio zitakazomponya, lakini kuna mwingine anaenda kwa imani, Mungu, ninaumwa, ninaelekea hospitalini. Na hata mwingine akipewa zile dawa, wakati anakunywa anaziombea. Wangapi wanaombea dawa? Tukiongea ukweli ni wachache. Kwa sababu gani? Una upofu wa moyo. Wewe unaamini dawa zinakuponya, sio Mungu. Lakini sometimes Mungu anakuponya kwa neema tu. Ndio anasema anajifanya kama haoni. Hii ni hali ya upofu wa moyo. Yule mtu ambaye unaamini kwamba yuko Mungu, lakini huamini matendo makuu katika Mungu, au yale yanayotokea yote makubwa unayoyaona katika maisha yako ni Mungu ndio anayehusika. Mafanikio ulionayo ni Mungu ndio anayehusika, iwe rohoni iwe mwilini. Usijengee kiburi, usikubali kuwa na upofu wa moyo. Hapa tukisoma kwenye Wagalatia 5:6 sana mtumishi, mbona unaongea sana kwa tujaona hata mstari mmoja? Okay, tusome Wagalatia 5:6. Inasema, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Maana yake na tafsiri yake ndogo, tukiongelea katika hali ya upofu wa moyo, tukichukulia ule mfano wa kuumwa na kwenda kupewa matibabu hospitalini, ni kwamba unaweza tukasema tafsiri yake ni ndogo, ni hii hapa, kwamba kutibiwa na kupewa dawa, kumeza si kitu, ila imani yako katika Mungu kupitia zile dawa ndio iletayo uponyaji.
Kwa hiyo maana yake dawa pasipo imani ya Mungu kwa kutendea haifanyi kitu. Na ukiona imefanya kitu, si kwa sababu ya ile dawa, ila ni kwa sababu Mungu analitazama kusudi lake ndani yako wewe. Hivyo hawezi kuruhusu. Amen. Mfano mwingine ni kwamba mtu aliye kipofu, kwa mfano ndio tuseme mmeahidiwa kupewa gari, kwa bahati mbaya ile ishi ikaahirishwa from nowhere, na wewe huna ufahamu. Kwa mtu mwenye upofu wa moyo atalaumu sana, atalalamika sana, lakini kwa mtu ambaye anauona katika roho hawezi kulalamika. Sababu kuna muda mengine yanakuwa ni kwa kusudi la Mungu. Huwezi jua aidha ungepewa ile gari ndio ingekuwa sababu ya kuondoa uhai wako. Nani ajua? Kwa kuna vitu vingine tunapovikosa ni kwamba Mungu ana makusudi katika maisha yetu. Hatima yako ndani yako, hatima ya Mungu ndani yako, au kusudi la Mungu ndani yako alilokuwekea wewe katika kuishi hapa duniani, ni kwamba linahitaji litimilike. Hivyo Mungu anakulinda wewe. Lakini sasa kwa sababu una upofu wa moyo, wewe unajionea ni kawaida. Ni kawaida ya wanadamu. Kuna ambao tunalala tukiamka tunaona yes, tumeamka kwa nguvu zetu na tunaenda kufanya mambo yetu. Tunasahau kwamba tunatakiwa kumshukuru Mungu. Tunatakiwa tumkabidhi Mungu ile siku ambayo tulipata na kuiona. Na muda mwingine umwambie hata Mungu ni kwa kusudi gani. Inawezekana kuna mtu ambaye unakuta Mungu amekuachia hiyo siku uishi kwa kusudi fulani. Lakini kwa sababu humwambii Mungu, wewe ukishaamka pale kitandani ni kupa huyu unaondoka. Mwisho wa siku unasahau kwamba unashindwa kulitimiza ile kusudi la Mungu. Kwa hiyo jitahidi sana kuomba Mungu akupatie macho ya roho. Aondoe upofu wa roho yako. Aondoe upofu wa moyo wako. Tukisoma Isaya 59:10, tusome maneno kwanza mfululizo. Ni somo fupi tu, lakini natamani Mungu akupe kitu. Maana huenda kuna mdada hapa analalamika hajaolewa mpaka sasa hivi, lakini anasahau kwamba Mungu ndio huyo anayempa pumzi ya uzima, anampa uhai, anampa kula, anampa afya. Kwa hiyo anamlaumu Mungu, anamkufuru Mungu kwa sababu hajaolewa. Wewe una upofu wa moyo na wewe. Isaya 59:10. Neno la Mungu linasema, tupapasa kutafuta ukuta kama kipofu. Naam, tutapapasa kama watu wasio na macho. Twajikwaa wakati wa adhuhuri, kana kwamba ni wakati wa ukungu wa alfajiri. Kati yao waliowanda tumekuwa kama wafu. Haya ni maisha ya watu ambao ni vipofu. Yaani wao wanaishi kwa kupapasa. Na mara nyingi wanategemea kuongozwa. Iwe nuru kusiwe nuru, iwe giza kusiwe giza, yeye ni kupapasa tu. Hii hali katika maisha yako usiruhusu. Huko ni kufa kiroho. Na ndio maana pale sasa tumekuwa kama wafu. Yaani hatujawa wafu, ila tunakaribia kuwa wafu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upofu wa moyo. Tumekuwa ni watu wa kupapasa, na ndio maana unakuta mtu kama huyu hata imani yake inakuwa ni rahisi sana kutingishwa. Kwa sababu haoni future yake katika roho. Na maisha ya mwanadamu kuleta nuru katika hali ya mwili inategemeana na afya ya roho yako. Afya ya roho yako katika neno la Mungu, umeilisha nini roho yako? Kuna watu wengi hapa roho zao zina njaa ya neno la Mungu, zina kiu ya neno la Mungu, lakini kwa upofu wa moyo unashindwa kutambua. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusome pia Mathayo 12 na 15 mstari wa 12 mpaka 14. Mathayo mlango wa 15 mstari wa 12 mpaka 14.
Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Narudia. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Akajibu akasema, Bwana Yesu anajibu sasa. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu mbinguni litang'olewa. Waacheni hao, ni viongozi vipofu wa vipofu. Waacheni hao, ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Ugomvi wa Mafarisayo na mwana wa Mungu Yesu Kristo vilikuwa ni vitu viwili tu, yaani kulikuwa kuna tofauti ya vitu viwili. Yesu Kristo anayaishi maisha ya roho akiwa duniani. Mafarisayo wanayaishi maisha ya mwilini wakiwa duniani. Kuna vitu viwili, vitu viwili tofauti. Kwa hiyo maana yake hapa lazima kutokee vita. Hamwezi kuelewana. Yaani watu wa dini mbili hamwezi kuelewana. Ni sawa na utofauti wa mtu ambaye anasema ni mwenye nuru katika moyo wake, ambaye anaona hana upofu, na mtu kipofu. Hamwezi kuongea lugha moja. Lazima mtakizana tu. Sasa wale walichojua waliposikia ufalme wa mbinguni, kwamba Yesu anakuja kwa ajili ya kuona ufalme wa mbinguni hapa duniani, wafanya watu kuwa wafuasi. Wao wakaamini moja kwa moja huyu mzee anakuja kuchukua kiti katika madaraka ya taifa lao. Na ndio maana ilikuwa ni vita. Hawakutaka kumsikiliza Yesu kwa namna yoyote ile. Waliona kwamba anakuja kuwatawala. Waliona kwamba anakuja kuipindua serikali yao. Lakini wakasahau kumbe yule mtu kwa anaishi maisha ya rohoni, anaongelea habari ya ufalme wa mbinguni. Unajua maisha tunayoishi sisi hapa, kila kitu tunachokihubiri, tunachokiongelea, tunachotakiwa kuishi ni matengenezo ya maisha ya mbinguni, ya ufalme wa mbinguni. Maana wewe ni mwana wa ufalme, unatakiwa uishi maisha ya ufalme wa mbinguni kuanzia hapa duniani. Lakini tuko tofauti. Hatuyaishi hayo kwa sababu tuna upofu wa moyo. Kwa hiyo tunajihisi kwamba duniani ndio makao. Na ndio maana unakuta akili zetu na mawazo yetu kwa 99% tumewekeza katika utafutaji wa mali. Hatutafuti kilicho cha rohoni. Hatutafuti kilicho cha Mungu. Wangapi hapa kila siku wanasoma neno la Mungu? Ongea ukweli ule wa Mungu kutoka ndani. Kila siku wanasoma neno la Mungu na Mungu akushuhudie madhabahu yako. Mbona? Ni wachache. Kwa nini? Kwa sababu umepigwa upofu wa moyo. Unachukulia maisha ni normal, sio? Na ndio maana uone hasara unapoamka asubuhi, unaondoka pasipo kumshukuru Mungu, unaondoka pasipo kumkabidhi Mungu njia zako. Unahisi mwenendo wako wa kutoka asubuhi kwenda ukafanikiwa ukarudi nyumbani ni kwamba ni akili zako na ufahamu wako na utashi wako ndio sahihi. Unasahau kwamba ni Mungu ndiye alikuwa pamoja na wewe kuongoza. So sometimes Mungu anaamua tu kufanya kipofu kuongoze tu ili kusudi lake lipate kutimia. Wewe uko hapa duniani kwa kusudi la Mungu. Lakini wengi tunaondoka duniani pasipo kutimiza kusudi la Mungu. Kwa sababu maisha tunayoyaishi ni ya upofu. Hatuishi katika mwili, katika roho, tunaishi katika mwili kama Mafarisayo. Na wengi wetu tunaosha vikombe kwa nje lakini ndani ni vichafu. Alafu tuko wa kwanza kunyoosha mikono, kuwanyoshia watu vidole. Kwa nini? Unaliporudi umefungwa, yaani macho yako hayaoni. Si Mungu akupe macho ya roho. Muombe Mungu sana, nilie Mungu kwa habari ya macho ya roho. Kwa sababu muda mwingine unapigwa uone maadui kwa sababu macho ya roho yamefungwa. Wewe ni kipofu. Tusome Mathayo 23:25 mpaka 26. Neno la Mungu linasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki,
kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chama, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Napenda sana mstari wa 26. Unasema, ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Kuna watu wengi sana tunaigiza maisha ya nje, lakini ndani sivyo tulivyo. Tunajifanya kondoo sana katika maisha ya nje, lakini ndani ni mbwa mwitu. Si ili neno wakati napewa, nami pia nilikuwa nahubiriwa ndani yangu, kwa sababu neno unapoona mtu anasimama na kuhubiri, si tu kwa ajili yenu, ila Mungu anasema kwa ajili yetu sote. Ni ukweli kwamba asilimia kubwa ya wanadamu tunaigiza maisha ya nje ya mtakatifu, lakini ndani sivyo tulivyo. This is true. Tuko tayari tuonekane wema, tutakuja tupige magoti hapa tena kwa upole kabisa, kusalimia shikamoo pastor. Bwana Yesu asifiwe. Unapiga na magoti kabisa ili akuone kabisa kwamba huyu mtu rohoni yuko vizuri. Lakini ukija kuingia kwa ndani sivyo ulivyo. Unakataza watu wasisengenye, lakini wanasengenye. Sivyo tulivyo. Kwa sababu gani? Tumepigwa upofu wa moyo, na tumekuwa ni watu wa kujihesabia haki sana. Tunahukumu kupita kawaida. Mtu asifanye tendo lolote tena, huyo ndo anakuwa mpelekaji taarifa nzuri sana kwa pastor. Pastor, umeona mtu fulani yuko hivi na hivi na hivi. Sasa kama wewe ulikuwa ni mwema juu ya ile tabia, kwa nini hukumfuata kumweleza yeye mwenyewe? Kama wewe unajiamini ndani yako kwamba uko safi na unaweza kumwambia kitu akabadilika, kwa nini unamkimbilia pastor? Hiyo ni aliyeombea uache. Nakwambia ukweli, hiyo ni aliyeombea uache. Ni dhambi. Kwa sababu kama wewe ndani yako uko safi, na ndio maana Yesu alipoletea yule mama alikamata kwa amezini, akasemaje? Akasema ambaye anaamini kwamba ni si dhambi, haya achukue jiwe au kwanza kufanyaje? Walipiga Daniel mama. Walikuwa wanapewa matofa, walipiga. Wakaweka chini, wakafanyaje? Wakaondoka. Kwa sababu gani? Walitambua ndani yao ni wachafu, hawana haki ya kuhukumu, lakini katika hali ya mwili walijiangalia, wakajiona kwamba wako sahihi kutoa hukumu. Tunaelewa? Wakajiona wako sahihi kutoa hukumu, na kumbe sio. Haya basi, kama ndio hivyo basi, na kama uzini na yeye basi pige naye. Hapana bwana, sababu Yesu tuondoke. Wakaamua kuondoka kwa sababu mioyo yao iliwahukumu. Yaani pale tuseme ni kama Yesu alicheza mchezo fulani hivi. Alijua kabisa mioyo yao ni vipofu. Yaani macho ya rohoni walipofuka macho ya rohoni. Alichokifanya ndani ya muda mfupi, kabla hawajauliza ile swali, aliwafungua macho ya roho ili watambue wanachokifanya kwamba je, ni sahihi au si sahihi. Baada ya kuwafungua sasa, hiyo tunaangalia katika ulimwengu wa roho, ndipo akawauliza hili swali. Sasa ndio wauliza katika hali ya upofu, bado wamebishia kama kule Kauni walipotaka kumpiga alipogusa kile kitabu takatifu. Lakini aliamua kuwafungua kwanza macho ya roho, alafu awaulize ili mioyo yao ifunguliwe, iwe wazi, iwe na Mungu. Walipoona hapana, hatuko sawa, wakaamua kufanyaje? Kuondoka. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi mara nyingi sana tuzingatie kujenga ule utu wa ndani, kwa sababu utu wa ndani ndio wewe. Wewe sio huo mwili. Shida yako unauangalia mwili, unaupiga vipodozi vya kutosha, una nani na kuvalisha mavazi mazuri, alafu unasahau kwamba wewe ni roho. Na hiyo ndio shida. Na ndio maana inafika mahali
unajikinai kwa kujiangalia katika hali ya mwili, unasahau kwamba rohoni wewe una nguvu. Unamkufuru Mungu katika hali ya mwili, kwa Mungu ni Mungu hebu cheki. Kwa miguu yangu ina mateke kama Ronaldinho. Unaweza kumkufuru Mungu. Mbona Mungu ameumba mfupa? Kumbe ndani yako rohoni Mungu amekupa mafanikio ya kiroho makubwa kuliko hata yule unayemuona mrefu. Kwa hiyo wewe ni roho. Kwa hiyo jitahidi sana kuishi katika roho. Ukiishi katika roho hutakubali upofu wa moyo. Tunaposikia kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, si katika hali ya mwili. Na ndio maana kuna mtu mwingine anaweza kauliza, sasa kama tumeumbwa wote tunafanana na Mungu, mbona huyu ana sura yake na mimi na sura yangu? Sasa Mungu ana sura ngapi? Kumbe hii katika kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni katika hali ya roho. Sasa Mungu wetu ni roho. Na ndio maana wewe umepewa utashi, ufahamu, maarifa, akili, usakani, umepewa vitu vingi sana na Mungu ndani yako. Kwa sababu wewe ni nini? Ni roho. Ukatofautishwa na wanyama wengine wote, viumbe vingine vyote. Na ndio maana ukapewa kuvitawala. Lakini kuna watu wanaishi kutawaliwa, sio kutawala. Kwa sababu wana upofu wa moyo. They are so inferior. Wakisimama mbele za watu wanajiona wao si kitu. Wanasahau hata yule Mungu ambao umembeba ndani, unamsahau. Kitu kidogo tu uko tayari kumkana Mungu. Hii ni shida, upofu wa moyo. Hebu tukatae upofu wa moyo. Mungu atusaidie sana. Kuna muda wapo, kuna watu wanaweza kuwa wanaambiwa kuhusu masuala ya matoleo, kwamba umletee Mungu zaka, dhabihu, sadaka, lakini kwa sababu una upofu wa moyo, wewe uone kama unamletea Mungu au unamletea mchungaji. Sio leo. Kuna watu mpaka leo hii wakileta sadaka kwa mbele wanaamini wanamletea mchungaji. Na ndio maana hata kwa akili zetu sasa mtu anaweza kusema mchungaji anaishi kwa hela zetu. Huduma ya Mungu inaenda kwa hela zetu. Hii inaendeshwa na Mungu, sio hela zako. Na hata ile tunaposimama hapa kusema kwamba si nani sasa hivi mnajitahidi kutoa, si huduma inaenda hivi, sio roho sahihi. Kanisa linaendeshwa na Mungu. Mungu ndiye anayelikuza kanisa, sio wewe. Wewe unaleta sadaka mbele za Mungu, maana yake unamletea Mungu. Umeshanielewa? Unamletea Mungu. Swala la kukua kwa kanisa, kufanikiwa kwa kanisa, huyo ni Mungu ndiye anayetenda. Yaani sio wewe unaleta sadaka. Sio ndio unaniambia 5,000 yako au 10,000 au 100,000 au milioni 1 ndio inaweza kununua vifaa vyote vilivyokuwa hapa mbele. Tunakwambia wewe ununue hivi vifaa vyote hapa mbele, unaweza kuvinunua. Kwa hiyo unapoleta sadaka mbele za Mungu, si kana kwamba unakuja kutoa mchango au unakuja kumpa mtumishi wa Mungu. Hapana. Sadaka unayoitoa hapa, amini kuwa unamtolea nani? Mungu. Na ndio maana watu wengi wanapata shida sana wanapoenda kwenye makanisa. Wanapotoa sadaka zao, wanaunganishwa moja kwa moja na madhabahu ya Ibilisi. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu akili na maarifa yako na ufahamu wako na moyo wako unaamini unaenda kumtolea mchungaji. Uamini unaenda kumpa Mungu. Ukiamini kwamba unaenda kumpa Mungu, ile sadaka inakuwa ni moto. Haiwezi kukubali kuunganishwa na madhabahu ambayo sio ya Mungu sahihi. Watashindwa kukuunganisha. Mimi nakwambia ukweli. Kama ulikuwa na akili kwamba unapoleta sadaka hapa mbele kwamba unamletea mchungaji au unaleta tu kama mchango, hapo umeumia. Na ndio maana unaweza kujikuta unatoa kila wakati lakini upate kufanikiwa. Unasema wanatuambia tulete sadaka hadi zile zinazotengeneza maumivu ndani yetu. Yaani utoe sadaka hadi ile inayouma, yaani sadaka tukimaliza. Lakini bado huoni mafanikio. Why? Kwa sababu unaitoa sadaka katika mtindo kwamba unampa mchungaji. Unaitoa sadaka katika mtindo kwamba unachangia kanisa. Hiyo ni mbaya. Mwambie Mungu kitu katika ile sadaka yako. Afu mwambie Mungu, nakuletea hii sadaka mbele ya madhabahu yako takatifu na mbele ya kiti chako cha enzi.
alafu uone ile madhabahu ya hapa kama si ya Mungu, ile pesa ni moto. Pesa yako inakuwa ni moto, kwa sababu hiyo imeconnectiwa moja kwa moja na kiti cha enzi cha kwa Mungu. Amen. Kwa hiyo hata kama wanakusudia kuingiza katika maagano ambayo sio, watashinda. Lakini na wewe pia utayaona mafanikio. Lakini why hivi vitu vinatokea? Ni kwa sababu tunakuwa tuna upofu wa moyo. Ni hali ya mazoea. Yaani hali ya mazoea. Ndio maana tukiambiwa jamani, haya unajua mchako, mimi nasema kuna vitu vile tunashindwa kwa nani. Mchungaji akisimama hapa au kama yeye akisimama hapa, akisema jamani tunaomba tutoe mchango kwa ajili ya kutengeneza hiyo ni nini? Huo ni mchango. Lakini ukishasema sadaka, hiyo ni ya Mungu. Sadaka ndio ukombozi wako. Sadaka ndio ulinzi wako. Sadaka ndio mafanikio yako. Kuanzia leo upate macho ya rohoni, moyo wako upate kuona, uone nuru, ili uone hii sadaka unayoitoa ni kwamba unamtolea Mungu ili uweze kuona mafanikio yako. Unajua ni historia fupi nilikuwa ninasoma ile ya Sara na Ibrahim. Nikana najiuliza why hawakuweza kuamini. Tukisoma Mwanzo 18 mstari wa 11 mpaka 12. Mwanzo 18 mstari wa 11 mpaka 12. Neno la Mungu linasema, basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake, akasema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee? Shida iko wapi? Sio kwamba Sara aamini kwamba yuko Mungu, ila na upofu wa moyo. Ibrahim yeye hakuwa na shaka, baba wa imani, lakini mkewe aliingiwa shaka. Hapa ndio wote tunaweza tukatofautiana. Unaweza kuwa ni mke na mume, lakini mmoja ana macho ya roho, mwingine ni kipofu roho. Ibrahim aliyapokea kwa imani, sasa ndio baba wa imani, lakini mkewe alifanyaje? Alicheka, kwa sababu haoni, yeye alikuwa haoni mbele katika ulimwengu wa roho. Hakuona kwamba yanawezekana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo yeye alitazama katika ulimwengu wa mwili, ndio maana unaona alicheka. Kwa haraka haraka tukimbie ili tumalize. Kuna baadhi ya dalili ambazo ukisiona ndio una upofu wa moyo. Hizi ni baadhi tu, lakini yako mengi sana. Kuna baadhi ya dalili ukiziona ndio una upofu wa moyo na uko hatarini. Uko hatarini kufanyaje? Kufa kiroho. Nitasoma kwa haraka haraka. Dalili ya kwanza, udumavu wa kiroho na mafanikio ya mwilini. Ukiona tu una udumavu wa kiroho na mafanikio ya mwilini, ndio kabisa wewe una upofu. Ni yule mtu ambaye hana tofauti na kipofu aliyechukuliwa akawekwa akakaa. Kipofu aliyechukuliwa akakaa tu sehemu moja, kwamba anasubiria tena aje afanyaje? Aje ainuliwe. Hizi ni dalili za upofu wa roho. Udumavu wa kiroho na mafanikio ya mwilini. Kuamini juhudi na nguvu zako wala si Mungu. Hii ni dalili ya pili. Kuamini juhudi na nguvu zako wala sio Mungu. Yaani katika kila unachokifanya unajisifu, ni utashi wangu, ni akili zangu na juhudi zangu. Ndio una upofu wa moyo. Wewe ni mtu yule ambaye ukikosa kufanikiwa katika hizo juhudi zako na nguvu zako unazosema, ndio mtu wa kwanza unayemkufuru Mungu. Sasa kama ni akili na juhudi zako, kwa nini usijikufuru wewe unamkufuru Mungu? Dalili ya tatu,
kukata tamaa na manung'uniko. Kukata tamaa na manung'uniko, hiyo ni dalili ya upofu wa moyo. Maanake unaona kama huna yaani ndio imeisha hiyo, unasahau kwamba yuko Mungu. Dalili ya 4, kujihesabia haki na hukumu kwa wengine. Ukiona unajihesabia sana haki na kuwahukumu wengine, wao una upofu wa moyo. Kwa sababu hata Biblia inatukataza, neno la Mungu linakataza usihukumu. Hukumu ni ya Mungu mwenyewe. Sasa wewe unahukumu, maana umechukua nafasi ya Mungu. Hiyo ni ngapi tulisema? Ya 4. Ya 5, uvivu wa kutafuta uso wa Mungu. Ndio maana nikauliza hapa, wangapi tunasoma neno kila siku? Ukishaona ni mvivu wa kulisoma neno la Mungu, una upofu wa moyo. Maana unaamini wewe unaishi, yani kwa sababu unaishi, lakini sio Mungu ndani yako. Dalili ya 6, kuamini maneno ya watu kuliko neno la Mungu. Unaamini maneno ya watu kuliko neno la Mungu. Mungu amesema jisaidie, alafu atakusaidia. Kwa hiyo akili yako iko kule. Kwa wale waliosema Mungu amesema jisaidie, atakusaidia. Je, neno la Mungu linasema hivyo? Kwa hiyo maneno unayopewa ya watu, jaribu kuyakompea na neno la Mungu. Je, neno la Mungu linasema nini? Na ndio maana tunapaswa sana kusoma neno la Mungu, kwa sababu hili ndilo litakalokupa ujasiri katika maisha yako. Dalili ya 7, kuamini furaha na amani unaweza pata kupitia watu au vitu. Furaha na amani unaweza kupata kupitia watu au vitu. Huo ni upofu. Dalili ya 8, kuamini nguvu za giza kuliko kumwamini Mungu. Ndio maana wapo watu wengi wakishaona mtu amefanikiwa wanaamini kwamba huyo mtu kaenda kwa waganga. Wewe usiseme kwamba huyo mtu amemwamini Mungu na Mungu amempatia, au amemwomba Mungu, Mungu akampatia. Nishakutana na watu kama hao. Wananiangalia alafu kwenye mambo fulani hivi yanayofanyika. Wakiniangalia mimi jinsi nilivyo na hivyo vinavyofanyika, wanaona kitu vile tofauti. Wanaulizia nguvu nayoitumia. Sasa wao wakija wanakuja moja kwa moja kwa kule upande wa pili, wakijua kwamba mimi niko upande wa pili. Alafu anapokuja kwangu na kuwapa mistari na kuwahubiria, kuwashuhudia kuhusu habari ya Mungu, ndio nakwambia kaka, sisi tena tunapotea, tunadanganyana sana. Kuna habari nimeiona Instagram zinasikitisha kwa vijana, kwa sababu hatusomi neno la Mungu. Yaani tumekuwa ni watu wa kubebwa, tunachukuliwa na nguvu za giza kiasi kwamba kwa sababu sasa neno la Mungu, huna nguvu ya roho, moyo ni kipofu. Mtu anaambiwa nenda na mtoto mdogo ili upate utajiri wapi na wapi, au kambake mbibi. Mmeziona hizo taarifa Instagram? Matukio ya ajabu. Alafu watu wanaulizwa, wanasema eti aliambiwa hivi afanye ili apate utajiri. Guys, kuna mtu hapa ambaye akifa anaondoka na nyumba yake. Kuna mtu akifa anaondoka na gari yake. Watu tunakuwa na upofu wa moyoni kiasi hicho. So vyote tunavyovitafuta tunaviacha, hivyo ni vya mwilini, hatuoni navyo kokote. Wewe ni roho, kumbuka. Ulivyokuja ndivyo utakavyorudi. Lakini sasa inategemea na maisha yako ya hapa duniani. Uliletwa katika hali ya utakatifu, unatoka katika hali ya uovu. Hayo mambo yake ni mengine. Tunaanza sababu ya 9. Na dalili ya 9. Moyo hujawa na dharau, jeuri na kiburi. Ukimwona mtu ana bongo yako unajawa dharau, jeuri
kiburi, majivuno, kujiona. Huyo mtu ana upofu wa moyo. Yaani akifanya kitu anajiona mimi hapa ndio nimefanya, yaani pasipo mimi hapo. Huo ni upofu wa moyo. Unasahau kwamba Mungu amekupa kufanya. Vyote tunavyofanya ni kwa uwezo wa Mungu. Dalili ya 10, mtu kutaka ukubwa na kuabudiwa kwa uwepo wake na matendo yake. Yaani ukishajiona unataka ukubwa, uabudiwe, uogopwe kwa matendo yako, yaani uwe Mungu mtu, ndio upofu wa moyo. Hiyo ni dalili moja wapo, ambapo sasa yaani unaelekea kwenye kufa za kiroho. Na ukishakufa roho, maana hata mwili kufa ni rahisi. Maadui zako kukuataki ni muda wowote. Roho chafu kukuataki ni muda wowote. Alafu kuna hii ya mwisho sasa. Hii ambayo imetokea asubuhi. Ndio mpaka pasta mmoja akaamua kusimama sasa ili angalau tuingie katika maombi, tufungue wingu. Hii inasema kuona kuwa kuingia kwenye nyumba ya ibada kwa siku za kuabudu ni ushamba, kupoteza muda. Kuona kuwa kuingia kwenye nyumba za ibada kwa siku za kuabudu ni ushamba, kupoteza muda, au ni desturi, ni sehemu ya matembezi au kutimiza wajibu. Yaani ukishajiona hivi, kwamba bwana tunaenda sasa, tumeshaambiwa kila siku ya Jumapili twende ibadani. Wewe unapofu. Hujui unalofanya. Unayaangamiza maisha yako mwenyewe. Inashangaza sana kijana unakuja kanisani, alafu akili na mawazo yako yote hayapo hapo. Wenzao wanaabudu Mungu. Wewe unatoa tu macho na kodoa tu. Hujiconnect na lile. Unajua kuna hali ambayo kweli unaweza ukawa unajiona kabisa mimi ndio siku ibada. Lakini kuna namna unaweza kulazimisha roho ukajikuta na unafanya unaingia. Lakini unapoyaruhusu mawazo mengine nje ya ibada, ni rahisi sana shetani kuendelea kukupandia, kukandamiza na kutokuingia roho. Tusizikubali hizi hali. Ukiingia katika ibada, jiandae. Kuna hapa shida ni moja. Hujafanya maandalizi kuanzia nyumbani. Wewe unajua kabisa kesho ni siku ya ibada. Huo ujiombei wewe mwenyewe. Huombei kanisa. Yaani haupo hujauandaa moyo wako kuja kibada. Tena wengine inawezekana mnakurupushwa nyumbani. Leo ni ndeni ibadani. Au mmekaa mjisikia yaani mfilo poa. Natamani hata niende sasa nikajirusha. Kwa hiyo maana kwa sababu unajua hapo ukija pale ibadani kuna sifa moto. Kwa hiyo unakuja hapa ili ujirushe kama disco. Lakini sio sehemu ya kupokea. Muda kwa kuabudu unakuta mtu yani ametoka mpaka kabisa, unajua kabisa nini? Huyu mtu hayuko roho. Na anakodoa kweli. Mungu atusaidie sana. Wewe ni kanisa. Wewe ndio kanisa lenyewe. Unajua mtu pia kumwambia ombea kanisa, anajua ni nini jengo. Kanisa ni wewe mwenyewe. Maandalizi ya moyo wako ndio kupokea kwako. Tujitahidi sana, na hasa vijana. Tujitahidi sana. Sisi tumepewa nguvu ya kumshinda mwovu. Sasa nguvu naitolea wapi? Neno la Mungu. Ibadani basi ukija, jiconnect hata angalau upate kuambulia hata kidogo basi kwenye hiyo siku ya ibada. Tena inawezekana umekuja hapo bado unawaza, sisi tutatoka saa ngapi niende beach. Mungu atusaidie sana. Athari kubwa za upofu wa moyo ni umauti katika roho na mwili. Athari kubwa. Hiki ndio kitu ambacho cha mwisho nataka tuniwaambie ili ujue athari za kuwa na upofu wa moyo. Unakufa kiroho, lakini unakufa pia kimwili. Kumbuka nilikwambia wewe ni roho. Vile roho yako itakavyokuwa na nguvu, ndivyo na mwili wako utakavyotii.
na kufuata sheria na matendo yatakayompendeza Mungu. Lakini ikiwa moyo wako au roho yako imekufa, mwili hauwezi kufuata sheria na matendo mazuri ya kumpendeza Mungu, haiwezi. Na ndio maana itatupelekea hata kuangamia kimwili. Na bado nasema ukiwa na upofu wa moyo, ukikomaa, maana unakuzalia nini? Mauti rohoni na mwilini, kwa sababu utakuwa ni mtu wa kutenda dhambi na uiona kawaida, na mshahara wa dhambi ni nini? Amen. Kwa Mungu atubariki sana kwa neno lake hili. Wangapi ambao ndani ya moyo wao wamepata kitu katika neno hili asubuhi? Na unaamini kuanzia leo kilio chako na haja ya moyo wako na kiu yako ni Mungu akupe nuru ya rohoni ili uweze kuona, akuondolee upofu wa roho. Hebu tusimame. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru, nasema asante kwa neno hili ulilolitoa kwenye kinywa chako, ili Bwana nipate kupona. Nimejitambua maisha yangu hayakuwa makamilifu. Moyo wangu ulipigwa upofu. Nilitembea katika hali ya kawaida, nilitembea katika hali ya mazoea, nimeishi katika hali ya mazoea, na ndio maana hata ibada naiona ni hali ya kawaida, kama ni hali ya kutimiza wajibu, sio sehemu ya kukutana na wewe Mungu. Mungu, ninakusihi nirehemu, nitakase, nisafishe, niondolee upofu wa roho, niondolee upofu wa moyo. Fungua macho yangu ya rohoni, fungua macho yangu ya rohoni, niweze kuona hatima yangu, niweze kuona lile kusudi Bwana la kuniumba na kuniacha niishi hapo ulimwenguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Okay, na macho yako. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neema